Mungu ana mikakati kwa walio gizani, yani wasiokoka. Mungu ana mikakati nao pia. Wale ambao wako gizani, wale ambao hawajaokoka, sifikiri Mungu hawazi chochote. Mungu anawaza, Mungu ana mikakati, Mungu ana mawazo, anafikiri pia juu yao ambao bado wako gizani. Ule mstari wa 7 ile ya 42 tulikuwa nasoma ule mstari, neno la msingi la Isaya 42. Mstari wa 7 na wa 8 unasema, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Mungu anawaza hata wale ambao bado wako gizani, ambao bado wamefungwa, ambao bado wameketi katika nyumba ya ufungwa. Unajua kuna mtu yuko gizani. Hebu umewahi kutana na mlevi, amelewa na leo. Mwambie mlevi, hebu naomba tuongee. Anafanyaje? Atasema nakuja. Mwambie wewe mlevi, njoo tuongee kidogo. Anafanyaje? Anachekelea. Mimi naniita mlevi. Wewe unaniita mimi mlevi. Wewe sasa kwani hapo ukoje? Si umelewa? Mimi. Yaani anakataa. Yuko kifungoni, hataki ulevi, lakini umemfunga na amekuwa mlevi. Wewe mwite jambazi, mwambie jambazi, halo jambazi, tukutane bwana baadaye. Ni jambazi. Utashangaa ngumi, ugomvi haraka. Jamaa huyu ananiita mimi jambazi. Sasa wewe kazi yako si unafanya ujambazi, na ujuzi kwa polisi wamekukamata na silaha, hapo kwa nini unakataa kuitwa jambazi? Ni mfungwa. Basi labda sifa nzuri ni jamaa anayetembea na wanawake, mzinzi. Mwambie, halo mzinzi, naomba tu bwana, vipi unaonaje mzinzi tu, nataka na shida leo nikupe shilingi 10,000. Atakubali? Yaani atakukatalia kata na atachukia, na uenda kesi itaenda mbali. Kwa nini? Naitwa mimi mzinzi. Huyu jamaa amenitukana kabisa. Sasa wewe unachokifanya ni nini? Juzi umekamatwa na mwanamke mwingine. Sasa kwa nini kataa? Huyo jamaa ni mfungwa na ile dhambi imemfunga, yuko gerezani. Dhambi zozote ni mfungwa, lakini ukimwita mwalimu, na mwalimu mtukuta unasoma daktari, mimi nataka matibabu, hata onane wapi ndio kesi. Yaani kwa sababu ni kazi ambazo sio za vifungo, ni kazi ambazo watu waliofunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Diwani ni cheo kizuri, mtu ataitika, si ndio? Ni cheo kimefunguliwa. Lakini kusema mwizi ni vya vifungo hivyo. Sasa Yesu, hao watu wote waliofungwa, Yesu amekuja kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amesema nimekuja kwa ajili yao, na niwatoe katika hilo gereza, na niwafungue katika vifungo vyao, na niwaweke huru. Na anasema yeye ni Bwana. Sasa mimi ni Bwana, yeye ni Bwana. Kwa hiyo Yesu ana mawazo mazuri hata juu ya walio nje. Hata hao unaona walevi, Yesu ana makusudi nao. Hata hao unaona ni majambazi, Yesu ana makusudi nao. Hata unaona wale ni wazinzi, Yesu ana makusudi nao. Hata wale unaona kwamba hawaelewi chochote, Mungu ana makusudi nao. Hata hao wachawi, Mungu ana makusudi nao. Simona hapa tunaombea wachawi, nimesabiri chawi, toka kwa jina la Yesu. Kingine kimewekwa kiunoni, funguka kitoke huko. Kingine kwa pani, toa. Vingine tunachoma moto. Yesu ana makusudi nao. Wakifunguliwa wanasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ana mawazo. Anasema yupo kwa ajili, na katika Luka sura 4 hata Injili katika Agano Jipya bado tunaona Yesu anaeleza kwa makini pia. Luka sura 4 mstari wa 17 mpaka 19. Luka sura 4 mstari wa 17 mpaka 19. Anasema akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema,
amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kwa hiyo tunaona Yesu bado anaonyesha mission ya kuwafikia watu ambao wamefungwa. Anaonyesha mikakati ya kuwafikia watu ambao ni vipofu. Anaonyesha mikakati ya kuwafikia watu ambao wamedhulumiwa, watu ambao ni maskini, hawana chochote, ni wahitaji. Anaonyesha mission ya kuwafikia watu wote, na kwamba Roho wa Bwana yu juu yake kuwafikia watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maana nyingine tunasemaje? Namjua Yesu, namjua Mungu wangu kwa habari ambayo anawafikia watu, kwa jinsi ambavyo anawajali watu wengine, kwa jinsi Mungu anavyohusika na watu wengine. Mungu wa watu wengine, miungu ya watu wengine wala haina mpango kuwafikia waovu. Haina mpango hata katika ibada. Haina mpango ya kusema nani anataka kumpokea Yesu. Hawana mpango kwamba mnataka kumpokea Yesu, kwamba hamtaki. Hawana wazo la kuwafikia waovu au kwenda kuwahubiria watu sehemu nyingine. Hawana mpango. Lakini wanaomfahamu Mungu huyu tunayemwabudu wanao mawazo ya kiungu. Mungu anasema wazo lake Mungu ni kuwafikia pia hao watu. Mission yake ni kuwafikia hao watu. Wako watu ambao ni wafungwa jamani. Usimcheke mtu anapoishi katika maisha ya dhambi, ni kifungo. Muombee afunguliwe. Uwe na moyo wa huruma moyoni mwako kama Yesu alivyo. Kwa hiyo anasema huyu Mungu wetu yuko tayari kuwafikia watu. Roho wa Bwana yuko juu yake kuwafikia watu. Kusoma katika Mathayo 9 mstari wa 35. Mathayo sura ya 9 mstari wa 35. Anasema hivi: na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na nini? Na vijiji. Leo tukizunguka utasema hiyo mnazunguka mnapoteza muda, mnazunguka kwenye majumba ya watu. Jamani, kama umfahamu Yesu na kama huna Yesu huyu tunayemfahamu sisi, utasema hivyo. Lakini kama una Yesu huyu tunayemfahamu sisi, maana somo letu unamfahamuje Bwana? Unamfahamuje huyu Mungu? Mimi namfahamu kwamba alikuwa anatembea ili afanyeje? Awahubirie watu habari njema ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Alikuwa anatembea ili wahubirie watu habari za ufalme wa Mungu. Na si tu awahubirie, lakini alijua wana shida zingine, wana magonjwa, wana udhaifu wa kila aina. Kwa hiyo kila wakati alipokuwa anaenda, wagonjwa waliponywa. Haleluya wana Mungu. Haleluya wateule. Kwenye huduma yetu ya Injili, tunapokea taarifa za vikundi, wanasema tulikutana na wagonjwa, tuliwaombea na Yesu akawafungua. Hiyo ndio Yesu ambaye tunamhubiri sisi.